Muda. Kuna siri gani katika neno muda? Kristo si alikaa na wamalaya? Ndio. Kristo alikuwa na watu kama vile. Hosea si aliambiwa aende kuoa kahaba? Ushawahi kucheat? Niliwahi kucheat wakati niko kijana. Ushawahi kuzaa nje? Ndio. Hivyo vitu vinatokana na wito, kwa sababu tukiangalia kama vile uzao wa Yakobo, Musa alikuwa na wake wawili na ndio aliyopeleka wana aliyovusha na Waisraeli Kanani, kama vile akina Kongo Queen. Ni mdada ambaye nimebarikiwa na yeye. Wengi wamekuwa kisema labda natoka naye kimahusiano. Hapana. Niko mbele ya macho ya Mungu. Sasa wewe ulilichukuliaje hilo neno la kuambiwa eti anaenda kutafuta njia ya kutoboa kunyago? Nilipompokea Kristo tu kuwa mwamba na mwokozi wa maisha yangu, nilikuwa maarufu tayari. Tena suti kama sijui 80 sijui 100 na zingine nishapelekaga Afrika kwa ndugu zangu. Unaweza kuta suti moja 600. Yeah. Lakini 500 400 kushuka siwezi nikanunua. Hello, mambo vipi? Niteke Light Star mwenye mapenzi ya kweli. Kipindi chetu kinaitwa Muda. Tunakukaribisha kuitazama Muda kwenye AZ News TikTok, AZ News Instagram, AZ News YouTube. Usisahau kutufollow kabisa. Leo nipo na Joshua Promise kutoka Dallas hadi Arizona. Oi, kama kawaida. Salama. Bwana Yesu asifiwe. Amina ya bien. Karibu kwanza Arizona. Nashukuru. Umeonaje hali ya hewa sasa hivi? Well, so far si mbaya. Hapa ni nyumbani, hapa ni kwetu na hapa ni kweni kwangu. Kwa hiyo wanakuja mara kwa mara kidogo. Nimeshakuwa na experience ya hali ya hewa kidogo hapa. Kwa sasa hivi sio joto na sio baridi, kuna kihewa fulani nzuri. Yeah. Safi sana. Tunajua Joshua Promise anafanya gospel. Mimi nataka kujua tu kwa sababu nimepata nafasi ya kuongea na wewe leo. Kweli. Nahisi natamani kujua hivi kuokoka ni nini? Kuokoka ni kuacha vitu fulani vilivyokuwa vitokani na yule uliyemfuata na kuendana na yule uliyekwenda kumfuata, ndio kuokoka. Kwa hiyo tunaweza kukuita wewe ni mlokole? Mimi sio mlokole, mimi ni Mkristo. Mkristo. Yeah. Kuna utofauti? Kuna mtu anaweza kusema kuwa mlokole. Mlokole imekuwa ni lugha ambayo imezoeleka kuwa ya kawaida. Yaani kama vile ni kama shabiki wa kitu fulani. Okay. Sasa mimi ni Mkristo ambaye ni wa Kristo tayari. Kwa hiyo kuna utofauti wake. Ndio. Wewe sio mlokole, wewe ni Mkristo. Ndio. Okay, sawa. Tuanze kabisa kwenye nyimbo yako ya kwanza. Miaka 8 iliyopita uliimba nyimbo ambayo inaitwa Hakuna Jipya. Hakuna Jipya. Unaijua hiyo? Nyimbo ndio. Zamani sana. Ndio nyimbo yako ya kwanza ambayo ipo kwenye YouTube. Ndio nilio drop audio nafikiri. Vijana. Nyimbo ya kwanza ambayo ipo kwenye. Ni kuepo Columbus wayo. Yes, nakumbuka. Ndio ngoma yako ya kwanza. Sasa ndani kuna line moja ambayo inasema kwamba kuna madada ambao wana focus sana na elimu. Ndio. Ili kutoa ujinga, lakini mwisho wa siku wanakuja kuolewa na wanaume ambao hawana elimu kabisa. Ndio. Ulitaka kumaanisha nini? Of course umeuliza swali nzuri, iko trick question, but unajua kila ujumbe zinatokana na nyakati ambazo tunazoishi. Angalia kuna wimbo wangu nimeutoa hapa Bia Mbese. Enzi hizo watu walikuwa wajui Bia Mbese ni nini. Kweli. Lakini ungetoa wakati ule ingekuwa kama sasa Bia Mbese ni kama tunaletea miayusho. Lakini unapokuja kutoa wakati huo Bia Mbese na kweli wanaelewa, ukisema tu Bia Mbese ni nini wanaelewa ni kitu gani. Na wakati huo ilikuwa iko hivyo. Unajikuta binti ambaye ana elimu sana, amesoma, lakini amekuja kumlagaya ama kumdanganya ni ambaye hana hata elimu. So ilikuwa iko hivyo. Ilikuwa ni namna ya mtu kuwa na maarifa na akili ya kutokuenenda ambavyo havifanani na yeye katika wakati huo, kwa sababu kila ujumbe unakuja kwa wakati na kusudi lake. Na hisi hiyo ndio ilikuwa maana, licha ni kitambo, maana wimbo nimerekodi Kigoma nafikiri sijui 2014 sijui, kabla sija publish nyimbo zangu YouTube ya kitambo sana. Basi sasa tuigeuze kwenye ulokole. Kuna madada ambao wana focus sana na kuimba kwaya kanisani. Alafu wanakuja kuolewa na mtu ambaye hajui hata dini yoyote. Ukimuuliza unasali wapi? Hajui hata anasali wapi. Yeye mwenyewe hajui. Ndio. Unawashauri nini hao? Well, unajua swala la watu wawili kukutana inakuwa ni kusudi ambalo kwa wote wawili linakuwa hakuna anayejua kwamba nitakutana na huyu wa aina hii. Nitaolewa na mwanaume wa aina hii ama mwanamke nitakayemwoa ni wa aina hii. Swala la kutana inakuwa ni mpango wa Mungu
kutimiza kusudi lake kwa nia fulani, kwa sababu mfano mpaka Neema kuja kumzaa Joshua Promise, Mungu alijua ndani ya Joshua Promise mna kitu gani, azaliwe ndani ya tumbo ya fulani ili atimize kusudi langu. Kwa hiyo yawezekana unaweza ukawa mtu wa kawaida lakini ukaolewa na mtu mwenye na huduma, ili zile huduma ziwe endelevu ndani ya ule mke wako, mtazaliwa watoto wengine watakaorisi zile huduma. Kwa hiyo mara nyingi mtu anazaliwa kwenye tumbo la mtu akiwa kuna kusudi la Mungu tayari ameshalibeba, na Mungu anakuwa anajua sehemu sahihi. Kwa nini mpaka azaliwe Yesu kwa Mariamu? Je, kuwa warembo wa kumzidi Mariamu? Je, kuwa wengine wazuri mabikira wa kumzidi Mariamu? Lakini inawezekana walikuwa, kwa sababu yeye ndo amezungumziwa sana, akazaliwa kwa kina, maana Mungu aliona kuna kusudi la yeye kuja kuzaliwa ndani ya Mariamu ili aitwe mwana wa Mungu ama uvae mwili kama. Na naweza kusema kama hivyo. Yeah. Okay, nimependa sana jibu lako. Yeah. Kwenye YouTube yako kuna nyimbo ambayo inaitwa Wabeja. Na hisi ndio nyimbo ambayo imeenda sana. Ndio. Ulitegemea mapokeo hayo? Well, nilitegemea kwa sababu ni ngoma ambayo niliyoleta na utofauti. Ni nyimbo ambayo iliyohimbwa na wa babu zetu, watu zamani, nyimbo za wokovu. Lakini kuna aina tofauti, nilikuja na ladha yake tofauti kwa ajili ya kuifanya kuwa na nyingine flavor tofauti kwenye masikio ya watu. Kwa hiyo ikaja kujikuta hiyo aina watu wameipokea kwa namna nilivyokuwa natarajia, lakini kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo nilikuwa nategemea hicho kitu, lakini sio kwa ukubwa huo, kwa sababu mwisho wa siku wimbo Mungu ndio anautambulisha kwa watu, ama kazi ili unaweza kuiona kawaida unaporekodi, lakini kuja kuitoa, kwa sababu wimbo ikitoka wimbo aisee sijui itafanya, lakini mwisho wa siku kama kawaida, na yule ulikuwa na kawaida, mwisho wa siku ikitoka ndio inafanya makubwa. Yeah. Tofauti na Wabeja, ngoma gani ambayo unasemaga mimi hii unajua, hata kwenye muziki unajua mimi kuna nyimbo yangu ambayo naipendaga sana wewe mwenyewe, yani ukipenda, yani usijua unaweza kaimba nyimbo 50 lakini wewe mwenyewe kwenye nyimbo zako ndio kuna moja ambayo hii kama nimeitendea haki, haijalishi imependwa sana na watu wala haijapendwa sana na watu, lakini wewe mwenyewe unaikubali sana. Ngoma gani? Ese alokela. Kwa nini? Ese alokela kela, ese alokela. Unajua kuna nyimbo ambazo Mungu anazileta kwenye spirit ambayo wewe unakuwa sio wewe. Ukiwa unaimba unajikuta kuna message unazitoa, mwisho siku unajiuliza maneno yametoka wapi? Mungu anakuwa na kusudi ile message iende kuwalenga watu huko. Ni wimbo ambao nilioimba kwenye viwango vya hali ya juu, na ni Mungu alitaka iwe vile. Sababu ukitaka urudie tena uwezi, kwa sababu ya nini? Tunaweza mambo yote kwa yeye atutiaye nguvu. Kwa hiyo unaweza kuna hit song kama hata si waimbaji, kuna ngoma unaweza kutoa. Unajua hit song ni baraka, unabarikiwa. Huiwezi kujirudi mara mbili. Na unaweza kutamani acha sana nifanye kama tena ile, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ile ilikuwa ni wimbo, ilikuwa na tofauti mkubwa sana ambao mimi mwenyewe sielewagi. Zipo nyingi kama Mlenda zinafanya, lakini ese alokela mimi naonaga ile kweli. Nyimbo gani ukienda kwenye show au tamasha lolote umealikwa sehemu ukafanya huduma ambayo inakuwa na mapokeo sana? Inategemea ni tukio la aina gani. Kama hapa kuna mwimbaji ambaye aliyeweka sauti kwenye ese alokela anaitwa Bernadette. Ni mwimbaji mzuri sana, sauti nzuri kama Christina Shushu hivi. Ndiye aliyeweka chorus mle ese alokela. Nilimshukuru na nazidi kumshukuru yule mdada. Alikuwa na harusi hapa ya kuunga ndoa. Kwa hiyo kuna wimbo wangu wa aya uliendana na ile tukio. Kuna watu wengine, waimbaji wengi wanakuwa na feli kwenye hiyo vitu. Unaweza kualikwa kwenye tukio fulani ukaleta wimbo usioendana na ile tukio. Of course utawaburudisha watu, lakini hujawabariki watu. Kuna kuburudisha na kubariki watu. Lakini kubariki watu ni kwamba watu wameenjoy kitu kizuri na kubaki na ushuhuda. Tushirete ila kefu fulani. Fulani inakuwa iko hivyo, lakini nyimbo zingine unaweza kutoa kwa sababu zinafanya vizuri ila haziendani na ile tukio. Kwa hiyo inategemea ni tukio ya aina gani ambayo nimealikwa. Ndio niangalie, nikae chini niangalie wimbo wa aina gani nikupeleka pale utaendana na ile tukio. Ndio hiyo tukio imefaa na vizuri sana. Sio unajikuta nyimbo za msiba unakuja ukiwa tu masebeni na kuwa viendani. Ya kweli upo sahihi. Hivi sijajua kwenye mambo ya gospel yanakuaga vipi? Ndio. Labda wewe ndio utanielewesha. Hivi ukialikwa kwenye tukio lolote, ndio kuna down payment au unaenda tu kwa kazi ya Bwana? Sasa hilo huwa linatokana kwa sababu najua injili inahubiriwa bure, lakini na gharama zake ndani yake. Injili inahubiriwa bure na gharama zake. Mfano mimi nimekuja hapa Arizona.
Yes. Siamini kama kwa baiskeli ningetoboa. Hata kwa gari ningekuwa nimechoka sana, lakini kuna gharama ndogo ambazo zinaharakisha ama kubwa ambazo zinaharakisha ile trip yako. Kwa hiyo inategemeana sehemu nimealikwa na kukaa chini kuangalia nifike kwa umbali pia hiyo sehemu. Yawezekana inaweza kuwa ni sehemu ya masaa mawili, sio lazima nipande ndege. Naweza nikaendesha gari ama tutangalia ama tuweke sawa swala la mafuta nije. Jambo lingine la kusema sasa wakubariki linatokana na huduma, kwa sababu kile unachokwenda kukifanya pale ndicho huwa kinastaki kitu fulani. Unaweza ukafanya huduma ukaimba vizuri sana, lakini ule wimbo ama ile ujumbe sistaki watu toeni kitu fulani. Lakini unaweza kufanya vitu, unaweza kufanya huduma ukabariki watu, mwisho wa siku nimebarikiwa sana huduma yako, Mungu akubariki, mtu akajitolea. Ama wachungaji wakakaa chini, hapana, huyu ni mtumishi wa Mungu na ndani yake muna huduma ambayo Mungu ameweka kama riski ndani yake pia, licha anamtumikia Mungu, tumbariki kwa kiasi kadhaa, hiyo inakuwa. Lakini ukisema mimi nataka mnipe hivi ili nije kwenye tukio, well, siamini. Lakini wapo inakuwa sasa ni kama vile biashara fulani mnaizungumzia hivyo. Na hii mimi niko nafanya kazi kwenye ufahamu wa Mungu, mimi naajiriwa, anayenilipa ni Mungu, na Mungu ana njia nyingi za kulipa watu. Anaweza kunongoneza na wewe ukanibariki, bwana shoot video moja bure. Mungu analipa na kubariki watu katika njia tofauti. Kwa hivyo kwa hiyo hakuna kiasi ambacho ni maalum kabisa Joshua, ili umpate Joshua kwenye tamasha lako. Hapana. Iwe kiasi kadhaa. Hapana. Haipo, sijawahi. Lakini inatokeaga ukienda pale watu wanabarikiwa na nyimbo yako sana, wanatoa sana. Mimi huwa naokota sana. Sema tu mara nyingi siwezagi kuupload nikiwa nimealikwa sehemu fulani, lakini watu wana ile ambao wanasema unaokota sana, viko vingi. Na watu najikuta mimi kama nimekuwa Idawa hapa nafikiri 2024 walinialika pale nikabarikiwa dola 1500 na walinikatia tiketi. Unajua kutoka Dallas kwenda Idawa ni kama ndege 2 hivi, ni mbali. Tiketi hapo ni kama 100 ngapi, tena wakupe 1000, na kuweza kuja kujikuta kiasi gani Mungu anafanyika kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo iko kwenye wimbo wangu wa biki yangu nasema kwamba eti ombike olabia mulana oriki olabia mulinos, wanafanya kwa ukubwa zaidi. So ipo hivyo. Yeah. Joshua Promise, ngoma yako ya kwanza na miaka 8, na hisi hakuna msanii ambaye ana miaka 8 kwenye game zaidi yako. Je, ndio heshima unayopewa na watu au gisi unavyopokelewa, unahisi heshima unayopewa sasa hivi unastahili au ni ndogo waongeze, au kama wanakubania, kuna vitu wanakubania? Unajua huduma ndio inatambulisha mtu. Yes. Ama kazi inatambulisha mtu. Unaweza kuwa unafanya kazi, ile kazi ukahisi unafanya vizuri lakini sio vizuri. Unaweza kuwa unahisi unaimba vizuri lakini sio vizuri. Unahisi unabariki watu lakini wabariki watu. Ila huduma ndio inatambulisha watu. Ukitoa huduma watu watasemezana tu hata kama hujawasemesha. Fulani bwana anafanya hivi, na maana anakutambulisha kwa watu. Na atakapo kutambulisha kwa watu, ndani yake maandiko yanasema mtu akikaa ndani yangu na mimi nikikaa ndani yake, lolote atakaloliomba nitampa. Na maana heshima, kuinuliwa, sifa, hivyo. Haya majina ambayo tuko nayo Joshua Promise, mtoto wa neema, tumeazimwa, yani kama tumekodiwa na Kristo, kwa maana tunamtendea kazi vizuri. Mchungaji fulani kwa sababu umeitwa kwenye kazi ya Mungu. Lakini ukienda kinyume tofauti na hivyo, mwisho siku unapokonywa hata ile heshima unakuwa kawaida. Kwa hiyo Mungu ndiye anatambulisha mtu kwa watu, na ndo anafanya watu wa kuheshimu, wakupe heshima. Siwezi kusema kwamba ito ananipa ni ndogo ama nini. Hapana. Mimi nahisi mpaka hapa bado tu Mungu anaonekana katika kile ninachokifanya. Yeah. Kuna nyimbo inaitwa Bado Sana, wewe na Nyago. Ndio. Kwa nini Nyago asiwe msanii mwingine? Of course umeuliza swali nzuri sana. Unajua maandiko yamesema kwenye Marko 14:15-16 kama hivyo, tuhubiri injili na enendeni ulimwenguni pote mkawafanye mataifa kuwa wa Mungu. Wajibu na lengo kubwa sisi tuliompokea ni kuwaleta wengine kuja kwa Yesu. Hakuna giza inayoangaza kwenye nuru, haipo. Lakini nuru ndio inaangaza kwenye giza. Tunaposema giza ni matendo yasiyotokana na Kristo, kwa sababu unapopokea Kristo kuna asili yake. Watu wote ni wa Mungu, na ndio maana Zaburi ya 150 nasema kila mwenye pumzi na msifu. Ina maana hata mlevi anatakiwa msifu, hata mchawi, kila mwenye pumzi. Tukisema kila mwenye, lesema tu wamesema mwenye ni kama vile mwenye ni kwa binadamu, lakini kila chenye pumzi ina maana na miti na wanyama wanawake kumsifu Mungu. So lakini maandiko yanasema kwamba waliompokea ndio walioitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo unakuja kujikuta kuna watu wa Mungu na wana wa Mungu.
unaweza kuweka watoto wako kama kijana wako hapa akawa ndani ya watoto, ingawa wote ni watoto wangu, lakini kuna wanangu ndani ya hao watoto. Mbona hicho kitu kilichoko hapo? Wote ni watoto, wana umri kama wanao, lakini ndani ya hao watoto kuna wanao. Sasa Kristo anataka watu wawe wanao, sio wasito tu watu, wawe watoto wake. Na yule Nyago ni mwimbaji wa secular, lakini anayebadilisha mtu ni Mungu. Ndiyo. Na wajibu wangu kwenda kufanya naye kazi ni kumstaki katika ufalme wa Mungu. Kristo huyu ni wako. Huko anakoelekea sioni kuna hatima yake nzuri. Lakini akija huku kwako itakuwa vizuri. Wajibu wangu mimi ni kama vile mtu wa Amazon, naenda kudeliver tu package yangu na maliza. Na kula anajua amefanya kazi. Swala la ule mtu kubadilisha na kugeuka linatokana na Mungu. Maana Mungu ndiye aweza kubadilisha mioyo ya wanadamu. Kama gisa alivyombadilisha Paulo, aliyekuwa muuaji, aliyekuwa hivi na akawa hivi. Aliwabadilisha watu wengi zaidi sana. Kwa hiyo kufuatana na swala kama hilo, nililazimika kufanya vile kwa sababu kila jambo nataka kukusudi. Angalia nyimbo zangu zote miaka karibuni kadhaa siwahi kufanya collab na mtu aina hiyo. Na imetokea, ina maana kwanza sauti ya ndani nisikia na ikaona ni muhimu. Tumekwisha okoka. Kama tumekwisha okoka, kanisani tunafanya nini? Kwenye madhehebu yetu nimeimba kwenye mwango wa agano kama kuokoka ndo lazima. Sasa ya nini tujazane kwenye madhehebu? Si bora tungeenda mitaani. Tuzihubirie, tuzisake kundi za wahuni. Tuwahubiri habari ya mbinguni, wamjue Bwana. Maana ndio wajibu wake. Lengo ni wampokee, wamjue Bwana. Sasa watu wanaotakiwa kumjua ni watu aina kama wale. Kristo si alikaa na wamalaya? Ndio. Kristo alikuwa na watu kama vile. Hosea si aliambiwa aende kuoa kahaba? Mungu alimwambia mfalme nani ule kwamba eti kaa uchi muda kama miaka mingapi? Nani anaweza kuweza sasa hivi? Kwa hiyo Mungu anatumia kwa kusudi lake, kwa ajili ya kutimiza kusudi lake kwa watu. Kile kisichofaa kwa Mungu huwa kinafaa. Kinaweza kuwa na tafsiri na mtazamo mwingine tofauti, lakini ndani yake mna kitu fulani. Kuna spirit inayomuendesha. Lakini Mungu anaacha kwanza MB zako ziishe. Zikiisha anakuja kukurudisha wake. Maana watu wote ni wa Mungu. Umesema kwenye Zaburi vyote ni vijazavyo ni mali yangu mimi, na mimi ni wa Mungu, na kila kitu, maarifa na ubunifu umetokana na Mungu. Kwa shetani hana kitu. Anaweza kuimba kule kwa ajili ya mkumbu, kwa ajili ya ujana, lakini mwisho wa siku bado ujana wake akiutumia kumtafuta Kristo ama kumwimbia Kristo, kuna lipa zaidi. Ndiyo ilikuwa maana yangu mimi. Ukiangalia verse zangu zote usijidanganye, haujafika huko na huku. Maana kwanza siku hizi kufika uzeeni ni neema. Kufika miaka 70 ni neema. Kuokoka ni leo, kuokoka ni kesho. Ilikuwa namna tu ya kumhubiria. Na yule ndo mtu anayetakiwa kuhubiria ambaye hajampokea nani? Kristo. Sasa aliyeokoka hatakiwi kuhubiriwa kama ulivyosema. Aliyempokea Kristo anatakiwa sasa afundishe. Huyu aliyempokea taratibu zake ni hizi. Taratibu zake ni hizi. Sasa utamhubiria nini ambaye tayari ameshampokea Kristo? Maana hiyo ilikuwa ni mahubiri kabla hajamjua. Wale wasiomjua ndio wanatakiwa wahubiriwe. Wakishahubiriwa ndio waletwe wafundishwe sasa. Jamani ni 1 2 3 hivi na hivi na hivi. Tumekubaliwa kuja Marekani, kuna semina sasa za kule mnakoenda. Kuko hivi. Hapo ndo watu wengi huwa tunatofautishana. Wengi wamesema kwamba eti kwa nini mbona kuna giza na nuru hamwezi kuungana? Wewe ni wa nuru wa giza. Akasema no. Maandiko inaposema giza na nuru ina maana ni matendo mabaya. Na nimeshagawambia watu mkiona Joshua Promise kwenye mdomo wangu umeshaanza kutamka dhambi, nimeshaanza support dhambi, basi mnitenge ama mnikemea ama mniombee. Lakini kama mdomo wangu ungali unatamka Kristo bado ni wa muhimu katika maisha ya mwanadamu, basi ni supportini kwenye aina. Hapo ndo kuna changamoto nyingi na zinakuwa kwa wachungaji wengi hasa wachungaji wa .com inakuwa ni hivyo. Tunaelewa. Nafikiri nimejibu swali lako. Hapo vizuri. Naam. Ya ili swali na hisi Nyago angekuepo angelijibu, lakini kwa kuwa wewe upo unaweza ukawa mwakilishi. Kweli. Vipi yeye alivyopokea simu yako, na najua wewe kabisa unaimbaga nyimbo tofauti na za kwake? Ndio. Alilichukuliaje? Alileta zile kona au amna? Unajua bali tu moja kwa moja. Kila jambo likisha, Nyago kwanza ni mdogo wangu kiumri, lakini pia ni mshimuma mwenzangu. Lakini pamoja na hivyo hiyo haikuwa kusudi, kwa sababu kisema washimu wako wengi. Na wasanii wanaofanya vizuri walioanza kabla yake wako wengi. Kwa nini awe yeye? Na ndio maana ujumbe unakujaga kwa mtu. Mnaweza kuwa mko wengi kanisani lakini ukakuta nabii amefika kwako. Mungu anakuambia kwamba mbele yako naona kuna mwangaza, lakini unatakiwa ufanye hivi. Mbona mimi? Imefika kwanza kwako hiyo neema. Sio kwa sababu yeye ni mbora ama afanye vizuri. Na wakati nilipomwambia mimi kuna kazi ambayo nahisi wewe utahusika na lengo lake ni Kristo atawale maisha yako. Lazima mbona umenipa kipengele kikubwa? Nikasema ndio.
hakuwepo na ugumu, kwa sababu kama Kristo ama ule ninayemtumikia niliona tayari imesha kuwa submit ndani yangu, ilikuwa na urahisi wa yeye kurahisisha. Pale ambako kunaweza kuwa na ugumu, Mungu anawafanya kuwa wepesi ili kutimiza kusudi lake, kwa sababu haijalishi hata ni kwa Trump, Mungu anaweza kukutumia kukupa kibali na kukwambia mfungulia aingie huko, niingie kule ule mwana ta ulungana ule aninge bila ule Trump bila ikaunga ikebea kuna kusudi nyingine. Mungu anaweka vitu hivyo kuwa vizito na viweka vyepesi, mnabaki mnatengeneza ushuhuda ili atimize kusudi lake, ili labda usije kujitetea kusikiaga mahubiri ni mtumiaga Joshua kwa njia fulani na kufanya mbona ikuaga iko hivi, kaona kawaida, lakini mwisho wa siku screen takapowekwa hapo kama jinsi anavyosemaga, mwisho wa siku unakuwa una majibu au maswali, kwa sababu kila kitu kiko wazi. So hakulipokea negative, alipokea positive, na nikakaa chini tukasema tufanye hivi, moja mbili tatu iko hivi, tukamilishe. Mwisho wa siku sio kwamba hivyo mimi nienda kuimba. Kuna watu waliokuwa na tafsiri nimeenda kuimba na utafute maarufu hapa, mbona mimi nimeanza kuwa maarufu kabla yake. Sasa miaka umezungumzia miaka kama mingapi huko sana, hata nyimbo zangu amekuwa akiziongelea, hata ma interview za huko nyuma akiziongelea, kusema nienda kutafuta jina kwake na kuwa sasa hiyo ni kitu ambacho nilivyompokea Kristo tu kwa Mwamba na Mwokozi wa maisha yangu nilikuwa maarufu tayari. Sasa kwenda kutafuta maarufu kwake ni kitu ambacho makes sense. So ni tafsiri, ni maneno anaongea, lakini alipokea vizuri na tukafanya, na siko na mpango tena tufanye na mtu mwingine kwa sababu kila jambo huwa linakuja kwa kusudi, na likipata kibali kwa hilo nayemtumikia, basi linakuwa liko verify kwa ajili ya kufanya kazi. Sasa wewe ulichukuliaje hilo neno la kuambiwa eti anaenda kutafuta njia ya kutoboa kunyago? Kitabu cha Timotheo 12 nafikiri Timotheo wa kwanza kati Timotheo wa kwanza na Timotheo wa pili 12 nasema mtu yote aliye na kazi ya Kristo aliyempokea Kristo ni mtu wa kutaka kuudhiwa. Yaani sio rahisi kazi ya Mungu uipokea alafu ukose masimango ama kuzungumziwa kitofauti jinsi unavyotegemea. Yaani usitegemee utakuwa unapokea maneno yako positive kila mara. Haitategemea hiyo. Hata Yesu akuambiwa vitu ya kumpongeza, vingine alikanywa, vingine aliambiwa hivi. Sasa ogopa sana mtu hata anayekupongeza kila mara. Naogopa mtu anayekulaumu kila mara. So hiyo nilielewa kawaida, kwa sababu hata huyu niliyempokea ndiye aliyeanza kukutana na changamoto kama hizi, lakini alisimama kwenye kusudi na ile ahadi ama agano ya yule aliyempokea. Baadaye ndio akaja kugundua kumbe alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo wanadamu anakuja kuelewa baada sasa. Na ndivyo gisi tumeumbwa, ila kuongelewa ni kawaida. Kwa hiyo tutegemee kolabo na msanii mwingine yoyote? Kutegemea inakuwa ni ngumu. Kama gisi nasema, kila jambo linakuwa na kusudi na protocol. Nafikiri hapa Arizona nimekuja kufanya kazi na watu walikuwa wategemeaje kama tufanye hivyo. Lakini kama Mungu amesema sasa ni wakati sasa ufanye kazi na watu wa Arizona. Miaka mingapi nimefika hapa? Mimi nimeanza kufika hapa nimeanza kufika hapa 2016 17 18 19 kisha nimeshasikika sehemu tofauti. Nimeimba nyimbo hapa wakati nimetoa Kristo Bwana Silaha, nimetoa nyumbani ziko zina hiti hapa Arizona, wengi wanajua atakaonielewa. Angalia naengelea kwa pastor mmoja anaitwa Monda Bato. Kipindi hicho nimefika hapo, yani ndio nilikuwa kijana ambaye wakati huo pia bado napokelewa na nafanya vizuri kwenye masikio ya watu. Kwa hiyo hawakufikirigi kwamba nitakujaga kufanya kazi na wakina mama hapa, na ndio imekuja kutokea kwa kama jinsi nilivyokusanya watu leo kama zaidi ya ngapi sijui. Kwa hiyo jambo linakuja kwa kusudi. Nikisema wategemea inakuwa ni kitu ambacho nimeshaandaa sasa. Yani unawataarifu watu wategemea, unaweka kwenye mkao. Sasa kutegemea na vijao inakuwa bado Toka umeanza kuimba sasa hivi waimbaji hapo wengi. Ndio. Nahisi kwa baada ya kuona Joshua anafanya vizuri. Ndio. Ni vile unajua binadamu tunashindoga kumpa sifa mtu bado yupo hai. Kweli. Na ndio maana Watanzania wanasemaga kuna watu wanakupenda, sema wanasubiri ufe. Ndio. Kwa hiyo sasa hivi kuna wasanii wengi wanafanya vizuri, waimbaji wengi kweli. Nitajua watatu ambao nahisi wanafanya vizuri zaidi. Wote wanafanya vizuri kwa sababu huduma ya Kristo, injili ni Kristo. Ni mfano kama vile nikuulize, umeumbwa vizuri, una muonekano mzuri. Hivi kipi kilicho bora sana kwenye mwili wako? Nafikiri itakuwa rahisi, itakuwa vigumu kunijibu sasa hivi maana kila kitu kinabebana. Kinategemeana na shukuru kwa kunielewesha hapo. Kinategemeana. Jinsi ulivyo mkono
Kiinwa akiwezi kula peke yake mpaka kilishwe na mkono. Na ndivyo kwenye huduma za Mungu gisi tulivyo. Kila mmoja ana kusudi njema la kujenga ama kuubeba mwili wa Kristo kwa namna ya gospel. Hakuna ambaye anaweza sema ni mbora kuzidi mwingine, maana maandiko yananiambia alianza asubuhi na mchana, wote mshahara wao ni mmoja. Sasa kusema ni mbora zaidi itakuwa ni vigumu. Itakuwa ni vigumu, ama huyu yuko vizuri ama hao anafanya vizuri sana. Hapana, wote wanafanya. Huwa nawasikiliza wote. Mimi watu kitu wasichokielewa, mimi ni mgumu sana kusikiliza nyimbo zangu, kujisikiliza. Hapana, kwa sababu huwezi kujua. Katika kuwasikia wengine unapata mafunuo, unapata maarifa, unapata ubunifu. Maandiko inasema kwamba eti kila apendaye mafundisho upenda maarifa. Kwa hiyo katika kusikiliza waimbaji wengine huwa unapata melody, unapata idea, unaweza fanya kitu fulani, unapata ufunuo. Kwa hiyo nasikilizaga nyimbo za walio wengi kwenye simu yangu, wengi hata mimi mwenyewe sisikiliza. So wote wanafanya vizuri. Unawasikiliza, ila kwenye playlist lazima ujue kabisa kuna ngoma 3 za wasanii tofauti ambao nawasikilizaga. Yaani nitajia hata ngoma 5 tu ambazo fulani ngoma ya fulani naisikilizaga. So unajua hata Tanzania, Marekani, hadi Obama. Ndio. Kwa kila mwaka anasemaga mimi ngoma ambazo nimesikiliza mwaka huu hizi hapa. Ndio. Mbona wasemagi za gospel? Kwa mwaka jana labda. Mbona wasemagi za gospel? Labda hawajabarikiwa. Kwa mwaka jana. Ndio. Sababu si ndio mwaka umeanza. Ndio. Ngoma gani ambazo zilikuwa kwenye playlist yako ambazo unajua ulikuwa sikiza kila muda, ambazo zipo tofauti na za kwako? Mwaka jana kuna kijana ambaye anayeitwa Fistoa Chumbo. Amefanya vizuri, ametikio chimba. Kuna kijana ambaye anaitwa Israeli pamoja na kundi lao la Serious Gospel, wamefanya vizuri. Wimbo unaitwa kama nisamee, kama nifanye nini, kitu kama hiko, amefanya vizuri wa gospel hao. Kuna binti anaitwa Ivete Kembo, amefanya vizuri, watatu huyo. Kuna dada anaitwa Moza Theodoro, amefanya vizuri, wanne huyo. Kuna kijana anaitwa Lomona, anaitwa Dayari ya maisha yangu, amefanya vizuri. Naye pia ni miongoni hao. Wamekuwa ngapi? 5 yao. Sijui kama nimejibu. Upo vizuri. Ni miongoni mwa waimbaji ambao wamefanya vizuri. Unajua kitu ambacho watu wakichokielewa ni hivi, kubarikiwa na kuguswa ni kitu cha hiari. Unaweza kuwa unafanya vizuri lakini mke wako anampenda msanii ama mwanamuziki mwingine tofauti. Hiyo ipo sana. So kupenda na kubarikiwa na kitu ni kitu cha, na huwezi kulazimisha mtu. Mimi mke wangu kuna nyimbo za waimbaji wengine anatuwaga zinambariki tofauti na zangu mimi. Na kuna kuta watu wengine wanabarikiwa kwenye nyumba zao. Unajikuta yeye ni mwimbaji lakini anabarikiwa, yani dada yake ama mke wake huwa anabarikiwa na nyimbo za mwimbaji mwingine. Hivyo ni vitu vya kawaida kwa sababu kuna ladha, kuna sauti na pia kuna ujumbe tofauti. Kwa hiyo kupokea kubarikiwa ni kitu cha hiari kwa mtu. So ni miongoni mwa waimbaji ambao wamefanya vizuri. Kwangu mimi nimependa mapokeo yao na nyimbo zao pia zimefanya vizuri. Umesema kutoa mimi, lakini kama ukisema ukienda mimi ningeanza. Mimi ningeanza afu wengine wafuatie. Lakini kama umesema kutoa mimi, wote ni wadogo zangu. Wote ambao unazungumzia hapo ni wadogo zangu, lakini mwisho wa siku kama kisi ulivyosema, mpe mtu maua yake bado angali hai. Wanafanya vizuri na tunataka, which is so good. Wakati ya injili inakuwa inahubiriwa na walio wengi, hiyo inakuwa ni kuonekana kwenye ajira ama kwenye kazi ya Mungu kuna kazi inayofanyika. Lakini kama ni mmoja tu, wakati huo tulikuwa tunafanya kama kutoa kado, iko kimya. Joshua hajatoa jamani. Iko kimya, kado Joshua tukaanza pata waimbaji wengine mpaka sasa hivi. So ni vizuri sasa hivi injili kidogo unaweza kupita kwenye gari, kwenye status ukakuta wanaimba ni gospel. Kwa hiyo unaweza kuona kuna namna ambavyo vijana wanafanya kazi katika ufahamu wa mbingu. Kama nilivyokuambia kipindi chetu kinaitwa Muda. Sababu kwenye maisha ya binadamu kuna muda wa furaha, kuna muda wa huzuni. Kweli. Tuanze kwenye huzuni sababu ndio unatawala sana kwenye maisha ya binadamu. Maisha ya furaha ni machache sana. Kweli. Hivi kitu gani ambacho kishawahi kukutokea hadi ukatamani kukata tamaa kwenye huduma yako? Mimi kwanza nachukia mtu akukata tamaa kwenye maisha yangu. Mimi sijuagi kitu kukata tamaa. Mimi nimeumbwa kuweza na sio kushindwa. Kwa sababu niliyembeba ndani yangu ni mkuu, hakuwahi kushindwa na kitu chochote. Hata kifo kilimshindwa yeye. Kwa hiyo sipendagi mtu akukata tamaa. Hakuna jambo ambalo niliwahi kulipitia nilikata tamaa. Sema unakuwa na stress kwamba alikuenda kama gisi ulikuwa unatarajia, ila sio kukata tamaa. Lakini ile pumzi ya uhai inakupa jeuri kwamba kama sikufikisha 100% hizi basi bado nitafikisha zingine.
kwa hivyo yeah. Kitu gani ambacho kinakupa furaha kwenye career yako ya muziki wa gospel? Kwanza ni kutambulika na Kristo. Hakuna kitu kinachozidi kutambulika. Yaani kama vile tuseme hapa Marekani ma-citizen. Jamani ma-citizen wote kuna 2000 yenu. Utakuta ma-citizen hivi no tuenangelungelo wetu mayako citizen hivyo. Kwa hiyo yani aliposema tu wa Marekani wote sema zungumzie Trump wa Marekani wote. Waposema neno tu Marekani. Kuna 2000 yenu ushajua hapo ushapiga hesabu. Ula. Chino cheta jena bahati tu achili. Lakini mwenye sio iko hivyo. Kwa hiyo kutambulika na ule unayemtumikia kazi ni kitu muhimu. Hata kazi ni kwako. Ukitambulika na bosi wako ni jambo jema. Ni jambo jema. Is getting? Okay. Nataka kumaanisha kutambulika hata kazini kwenu, hata kwenye familia. Fulani yuko wapi? Fulani hayuko. Sasa wenu mnala vile na mtu leo unatambulika. Hata kwenye jamii yako unapofanya kazi. Marekani na niseme Afrika ama duniani mzima kwa vijana wa Kiafrika sio kwa sisi wabembe. Mimi ni mbembe kweli. Kwa sisi wabembe ukizungumzia vijana wanaofanya kazi ya injili ama ya kumwimbia Mungu hapa Marekani ama sehemu tofauti, maana pia wanatoka na nakuwa ndani pia. Joshua Promise utakosa kumzungumzia. Kwa vijana wanaofanya vizuri kwenye upande wa gospel, wawe wawili nipo, wawe mmoja ni wawe watatu ni wawe watano, lazima utazungumza jina langu. Kwa hiyo unaweza kuona kiasi kwamba anatambulika. Hicho ndo kitu kinanipa amani ya moyo kwamba natambulika. Ningekuwa sitambulike nisingezungumzika kwenye kile ninachokifanya. Kwa hiyo kama unazungumzika unajadiliwe na maana unatambulika. Kwa hiyo iko hivyo. Joshua Promise akatoka Marekani akaingia Kongo akafanya tamasha. Kweli. Afu watu wakajaa sana. Ndio. Unajisikiaje? Ni kushukuru Mungu ni kuona kazi ninayoifanya ina kibali. Unajua sikutegemeaga ile kwetu Bubembe 2024 mwezi wa 6 tarehe 16 nafikiri baada ya le 30 siji ilikuwa before nilikuwa sitegemei ukizingatia kule nyumbani kwetu ndo ambako nimezaliwa Baraka. Alafu ilikuwa moja ya ndoto yangu nifanye tukio kwenye uwanja wa mpira baada ya kuona kile alichofanyaga baba yetu Shabani Abina ambaye aliimba ninakaa chini nikifikiri juu ya nchi yangu. Nilikuwa bado niko mtoto mdogo miaka 5 nasoma shule la primary pale inaitwa Epe Mama Yemo karibu na Mwenge wa Taifa. So nikawa na ndoto siku moja na mimi nitafanyega kitu kama hicho. Kwa hiyo ni kitu ambacho niliona kama nimetimiza na kikawa na mapokeo kama gisi kwa tegemeo. Unajua kule wengi wetu hawana internet. Wengi wetu yani achukue 10,000 yake achukue 10,000 yake kama 2,000 yake anunue bando kwa ajili ya kuangalia wewe. Kama huko kwetu wengine huko Maitombo, wengine huko Matalo Kolo. Mimi kuna message nimepokea juzi kati wakati nimetoa wimbo wangu wa historia hapa. Niko huku shike kama oi bolanyo okay tunabarikiwa na wimbo wako. Oi bolanyo okay. Kuna jikula ndo wapi huko, lakini watu wana bando wao kudownload kusema kwa unajikuta ni kitu ni ile kibali Mungu amekupa kibali mbele za watu. So nilishukuru na kuona kweli natambulika na kila ninachokifanya kuna mchango wake kwenye jamii. Nijisikia neema na furaha pia. Yes. Unajua kuanza kuandaa tamasha lingine? Nafikiria Kongo au nchi nyingine tofauti Afrika. Na kwetu Bubembe nataka liwe endelevu, lakini kipato kinakuwa ni kidogo kufuatana na wawekezaji. Unajikuta jamii zetu zinakuwa na ile sijui niseme wivu, sijui niseme ale huyo muone bwana. Ale muone bila kebo muone, yani wanakuwa wakikufanyia wanaona kama vile wanakuna nini wewe. Yani kama vile wamekufanyia wewe wanashindwa kuelewa tunafanyia wetu waonekane. Kama jinsi ilivyo mataifa mengine kama Nigeria, Tanzania tumbebe kwanza huyu. Tumuinue kwanza huyu. Tumsupport kwanza huyu. Simona kama vile Obi Alpha ni kijana mdogo sana. Lakini unajisa amesupportiwa Mamposa na matukio anambeba. Tufanye hivi ile ni namna ya kwenda tumbebe, tumtambulishe watu wamuone. Lakini kwetu jaribu sasa vile. Ni inakuwa ni sio vigumu. Yani wakifanya vile labda wanahisi kama wanakuinua wanakutambulisha kitu ambacho hakipo hivyo. Natamani kwetu Bwembe iwe endelevu, nifanye pale Makobola ambao kulikuwa ni masakri watu wanajua sana Makobola matukio yalotokea pale. Na naandaa pia nifanye Zambia maana wananisumbua sana nifike pale Zambia. Nitakiwa nikuwe mwaka jana Zambia pamoja na Mozambiki. Nilikuwa nazungumza jana na Baruani Ndume, nafikiri unaweza mfahamu, alitrend sana kipindi hicho mtoto wa Afrika.
yuko Cape Town pale South Africa, inaniambia kwamba eti jitahidi uandae concert yuko South Africa, watu wanatizama kazi zako sana. So hicho ni kitu ambacho binafsi nimeshukuru. Kwa hiyo sasa kinaweza kuwa endelevu, lakini sasa bajeti kwenye namna inakuwa iko ngumu kwa namna ambavyo jamii yetu gisi ilivyo, ukizingatia wengi makazi hao ambao wamezoea wengi hawaishi na amani. Mama juzi kati hapa tumesikia leo jiri Kongo. Watu hawana amani, kwa unajikuta wengine wako mbioni, wengine wanaangalia nyimbo zako, wako ugenini, wengine wako vitani, wengine kwa unajikuta watu hawajajikusanya vizuri, unajikuta ukiandaa shughuli of course watu wataipokea kile sio kwa ukubwa kivile, kwa sababu watu hawajatulia, watu wako sehemu moja. Lakini tunatamani liwe endelevu kwa namna ya kama mimi sikufanya mwingine atashindwa, kwa sababu anataka aone mfano. Kama nilifanya ile baraka ni kwa sababu nilionaga Shabani Abina amefanya, nikapata ile motisha. Inawezekana wadogo zangu brother alifanya kitu fulani, acha na sisi tuwezeshe ama tuongeze hivi, kama alivyokuwa akifanya Ruge, alikuwa anapiga hatua, wengine wanafuata na hivyo wengine. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kipo. Basi twende kwenye sehemu ambayo inaitwa ndio kwenye muda wa uvaaji wenu. Sasa unavaga sana suti, nakuja tukija kuangalia kwenye mambo ya suti. Kweli ni vitu vya gharama sana. Hivi Joshua Promise ili atoke ndani anahakikishaga amevunja kabati, yani bei gani, yani muonekano wake? Hizo drip zeno hizo drip check. Anyway, ni kwamba inategemea kwa sababu kuvutiwa na kitu haijalishi kina gharama kubwa ama ndogo. Kwa sababu unaweza kuvutiwa na kitu na kupendeza na kitu kingine tofauti. Kuna kitu unaweza kuvutia macho, lakini ukiweka kwenye mwili wako kinakuchekesha ama kinakutukanisha ama kinakukataa. Na kingine cha kawaida ukiweka mbona hapo umenani iko hivyo. Kwa hiyo inataka kumaanisha kupendeza pia haijalishi umenunua nguo ya gharama kubwa ama gharama ndogo. Ni mwili pia, wengine wanasebaga rangi. So na mimi naonaga ni mwili wa mtu. So inategemea. Mimi suti zangu mara nyingi hazinaga bei, maana mara nyingi mke wangu ndio anaangalia suti zangu. Kusudi ninazovaa zote, na suti kama sijui 80 sijui 100 na zingine nishapelekaga Afrika kwa ndugu zangu. Kuna suti 100 na zote zingine nishakapeleka ambazo nishakapeleka zingine. Lakini sasa hivi zimebaki kama 60 kama 50 sijui, maana wasihesabu ni nyingi. So unaweza kutoa suti moja ikiwa yani ikienda bei sana siwezi kanunua. Ikifika $600 siwezi nikanunua. Lakini 500 400 kushuka inategemea. Na suti nazo tunajua ni vitambaa. Kitambaa kilicho kigumu na ubora ndo kinakuwa na gharama yake. Kwa hiyo suti lazima iwe 500 hivi kushuka. Unachukua. Yaani ikiwa ya 100, 150, 200, 300, 400, 500 hapo mwisho, hapana 600. Kiato mguuni inakuwa bei gani? Ni bei ndogo sana hizo, kumrazi pesa ndogo sana. Najikuta kama hichi ninunue ilikuwaga $75, ilikuwa $75, ifika kwenye tax 75. Ni shuti nayo Biambese kiato. 75, 40, 30 hivyo inakuwa iko hivyo. Ndio ile nilichozungumzia. Kinaweza kuwa bei ndogo lakini kina muonekano mzuri kwenye mguu. Lakini mwingine akivaa kina mtu Joshua Promise kanampendeza, inawezekana ni ya gharama ile. Ni vile tu kina muonekano mzuri kwenye mguu wake. Lakini pia inaweza kuwa kina gharama, maana vizuri vyote kiona vimependeza, vimegharamiwa, si ndio wanasema Waswahili hivi. Kabati kuna viatu kama 100 ngapi? Hapana 100, ni 10 tu, sio hata 100, maana vingi nimepeleka. Mimi nawekeza sana kwenye nguo kuliko viatu. Kwenye nguo sana ndio nawekeza sana kuliko viatu. Kwenye nguo na saa. Kwenye nguo na saa ndio kwenye nawekeza saa yangu, saa kwa hivyo. Kwa hiyo nguo kidogo, lakini viatu inaweza kuwa 10 na 15, 20, 30 hivyo. Maana mara nyingi na tabia kuvaa kitu mara moja na sahau kwanza. Kwa hiyo mkono umechukua bei gani? Hii ilikuwa ni $150. 150. Yes. Unazo ngapi hizo? Hizi saa ni ngapi? 1, 2, 3. Maana hapa nimekuja na 3. Kuna nyeusi yake ya hivi, nafikiri utaiona baadaye. Kuna nyeusi yake ya hivi, kuna yenye nyekundu, na inategemeana na outfit yangu ndio nataka nionekane. Kwa zipo sawa na idadi ya suti. Sio hivyo. Na maanisha saa mara nyingi naangalia saa ambayo kidogo itakayoendana na muonekano nao nataka kutoka nao. Kama gisi ni hivyo, hapa kuna nyekundu, hapa kuna nyekundu. Hapa kuna kanyekundu fulani najikuta kidogo ndio na fulani najua kuvaa. Kama jinsi ulivyo sana unapendeza, unajikuta kuna tai nyekundu, kuna weupe, kuna hivi, kuna kama blue, kuna keusi. Hichi kina ni cha blue, hichi ki-iPad, hiyo ya blue unajikuta kidogo unatokea vizuri. Yes. So inakuwa iko hivyo. Sio gharama kubwa. Sio gharama sana. Hapana. Sawa, kwenye gari yako. Ndio. Soja kila mtu ana gari Marekani. Ndio.
sio kitu cha kushangaza. Kwenye gari Kweli. yako kitu gani ambacho huwezi kukosa ili uendeshe gari? Kwanza vitambulisho visikose kwenye gari, mafuta ya gari yasikosekane kwenye gari, lakini pia nisikose hela. Kwa sababu unajua nchi iko na emergency sana. Unaweza kupita sehemu ukavutiwa na kitu, hela ukatumia. Na cha mwisho kabisa nisikose charger ya simu. Kwa sababu kujua charger ya gari. Hapana. Charger ya simu kwa sababu kuna hiyo kupata idea, unaweza kuwa na drive na una record pale, si unajua si waimbaji tena. Kuna ile kupenda mazingira nimependa hii eneo na sitarudiaga, unasimamisha gari unauliza siri address hapa ni wapi, wanakupa unaisave. Kuna jikuta. Kwa hiyo kutokana na umeme inakusaidia pia. So hivyo vitu umeme, charger, mafuta ya gari, vitambulisho na pesa. Isikosa hata bora hata iwe hata $10 lakini iko pesa. Kwa sababu hauwezi kujua utakutana na kipi uko mbele. Utapata emergency gani uko mbele. Na ile hela itakusaidia. Joshua Promise umekaa miaka 8 zaidi kwenye game. Ndio. Ideas zinakuja zinatoka. Ndio. Vijana wanakuja wanaondoka. Ndio. Wewe bado upo. Ndio. Ushawahi kuandikiwa nyimbo wala kuandikiana nyimbo? Nimeshaandika nyimbo nyingi ila sijaandikiwa. Hata kwenye kwaya naandika nyimbo nyingi. Unajua kitu watu wasiokielewa, kuna kwaya ambalo nimesimamia kama mwalimu, na kuwa kama mwalimu sio kusimamia, naandika. Na inafanya vizuri pale Abilene, inaitwa Umoja Kwaya. Wengi wanaifahamu hii kwaya inafanya. Mimi ndo mwalimu wa nyimbo baadhi nyingi pale. Kama vile ile kwa nini mazoea yenu ni mimi. Kuna nyimbo nyingi ambayo benuna muamiomo hii ni mimi. Bio inda mlindanda ni mimi. Yaani nyimbo ziko nyingi. Nimesimamia Philadelphia Kwaya, imefanya vizuri, wengi wamefahamu. Kwa hiyo nimeandikia kwaya karibuni nyingi nyimbo na watu binafsi. Lakini ni siri ya moyo wangu, sio sasa tena kuwazungumza. Lakini nimesema kwaya ya Umoja kwa sababu mimi nimo mle ndani yake. Kwa hiyo najikuta kuna sababu mimi kusema hilo. Lakini zingine singezungumzia kwa sababu ni kama vile sasa kujionesha. Unajua kila mmoja na tafsiri yake. Lakini mimi kuandikiwa bado sijawahi kuandikiwa wimbo na mtu. Mimi naona akili yangu bado MB ziko nyingi. Bado sasa hivi kuandikiwa hapana. Mimi kichwa changu kinawaza sana. So nani nilipofika hapa niuliza kuna studio hapa, maana kuna idea. Nilipofika nikapata idea. Maana natembea na simu yangu kama jinsi nilivyokuambia, kuna beats za kila aina ambazo zitakazoendana na kile ambacho naweza kukikuta kama na ujumbe hivyo. Muda utoshi. Sasa tunaenda kwenye mahusiano. Ndio. Tunajua kwenye Biblia. Ndio. Viongozi wote waliotajwa kwenye Biblia mle. Ndio. Hamna kiongozi ambaye alikuwa na mke mmoja. Ndio. Wengi walikuwa na wake 2, 3. Wengine walioa hadi vijakazi. Ndio. Hii ya kusema eti Mkristo anatakiwa awe mke mmoja ilitoka wapi? Hakuna andiko linalosema Mkristo anatakiwa. Hiyo andiko haipo. Mimi sijasomaga, labda kama kuna ambaye alichaisoma nitumie. Lakini Paulo ndo anasema ni bora kuliko kuwaka tamaa fanya hivi. Na Mungu akamuumba mke mmoja, na sio kwamba eti awe na mke mmoja, akamuumba mke mmoja hivyo. Iko hayo maandiko. Mimi nahisi kuna wito. Hivyo vitu vinatokana na wito, kwa sababu tukiangalia kama vile uzao wa Yakobo, Esau na Yakobo, ukiangalia baba yake Ibrahimu, ukiangalia Musa alikuwa na wake 2 na ndio aliyopeleka aliyovusha wana wa Israeli Kanaani. Yesu wito wake haukuwa kuwa na mke, na ndio maana hata mke hakuwa naye na huduma zake zote iko hivyo. Lakini sina maana kuruhusu watu wawe wake 2. Mimi nahisi Timotheo anasema mtu anapotaka kazi ya uaskofu, sio mtu wa kulaumiwa, ni mtu wa hivi anapotaka kazi ya uaskofu. Wengi wanashindwa kutafsiri hivyo, ila siambie watu kwamba eti muwe na wake 2. Kila kitu kina wito. Kuna watu wanaofanya hivyo kufuatana na ukoo ama asili. Babu yangu alikuwa na wake hivi, kwa hiyo akiona mtoto wake ameoa wake 2 si kitu cha ajabu, inakuwa iko hivyo. Vitu vingine vinafuatana na asili. Lakini mimi nahisi kama kuna mmoja wewe unaishi naye na mnaendana vizuri kwa ajili ya kusudi la Mungu, basi ishini na huyo, itakuwa ni vizuri. Hayo mambo mengine kusema tukae na 2, kuna vitu vingine utashindwa wewe. Homa tu, mafua tu inakukosesha amani. Sasa wake 2, 3 utaweza kweli? Kwa hiyo inategemea, lakini mimi siwezi kushauri ama kupongeza mtu kusema kwamba eti muwe na wake 2. Licha Biblia haijasema kwamba eti Mungu mwenyewe hajasema kwa mdomo wake kwamba eti muwe na mke mmoja, maana mambo ya kuzaa na kuzaa ni mambo ya mwili, yatokana na roho. Ndio yakatazwa kabisa kwenye Biblia sehemu yoyote ile.
Mimi sijaisoma eti Mkristo uwe na mke mmoja ama uwe na mme mmoja. Hapana. Mungu akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hiyo ipo ambaye ni Eva. Akusema kwamba eti ni huyu usiowage mwingine tena. Si ndio unakoelekea kwamba eti uwe mmoja wala uwe wawili. Hiyo andiko sijaiona mimi. Sijaiona hiyo andiko. Sijaiona hiyo andiko. Kwa hiyo hata ukiwa Mkristo ukioa wanawake wawili sio dhambi, sababu haijakatazwa kwenye Biblia. Sio kwamba imekatazwa, haijakatazwa kwenye Biblia na ndo uoe. Hapana. Sio asili ya Mkristo kuwa na wake wawili. Na kila mmoja na namna yake ya kutafsiri kufuatana jinsi alivyoelewa andiko. Kwa sababu ukienda kwenye Waefeso, nafikiri si Waefeso, inasema usimwache mke wa ujana wako. Ama mme wa ujana wako. Ina maana mpaka uwe na mke wako kuna ambao uliwahi kukosea nao waliokuwa wake zako kibiblia. Lakini kufuatana na hayo yote, Mungu akisema hesabu hayo, hakuna atakayebaki na mke na hakuna atakayebaki na mme. Kwa sababu ya nini? Kila mmoja aishi na mke wa ujana wake na mme wa ujana wake. Lakini sio vyema na sio sahihi Mkristo aliyeokoka kuwa na wake hao wawili. Hasa unafanya huduma ya Mungu na wake wawili. Hapana. Sio vizuri. Ndio umezungumzia zamani kuna manabii akina Musa kina nani, hauwezi kujua. Unajua Mungu anatumika na vizazi tofauti. Kuna neema zilizokuwa kwa watu fulani na sasa hivi kuna neema tofauti. Kuna mtu mwingine mfano unaweza kuwa unakunywa pombe unakaa kawaida, lakini mwingine akipima kunywa tu unabii unafika kwake. Mungu hataki. Watu wameitwa tofauti na watu wana neema tofauti. Kwa hiyo sio kwa sababu fulani anafanya mimi nifanye kujifurahisha. Hapana. Lakini kitu kinachofelisha watu wengi, unaweza kusimama kwenye madhabahu ukahubiria watu uwe na mke mmoja. Wewe unayezungumza hivyo una mchepuko nje. Wanasema hivyo uko hivyo. Mimi siko kwenye mioyo ya watu, lakini yule ambaye anaijua anaweza akasema kweli ananizungumzia mimi. Na huku nakataza watu hivi. Kwa najikuta ndio maana kwenye wimbo wangu wa Agano nasema wanahubiri uwe na mke mmoja, wao wana michepuko 1000. Ilikuwa na mtu kuchukua vina, lakini ni idadi ya moja kuendelea. Mwisho wa siku anatoka ibadani anampigia simu kwa wapi nitafika saa fulani. Mimi sijui kuna wanaofanya hivyo, ni siri, wana siri zao za mioyo yao. Lakini Mungu atakapotaka zile siri atakuja kuzitoa. Na huku mnajua ana mke. Wengi kwa sababu hamuyaone maovu yao na ndio maana hamjasema. Lakini siku mtakapoyaona mtasema, na labda mlivyokuwa mnawaaminia mtavunjika mioyo kwa sababu hazijatolewa nje siri za walio wengi. Na kabla hazijatolewa nje unaweza kumwamini na kuhisi huyu ni wa kweli, ni wa Mungu, anatokana na Mungu. Lakini imesema asili ya mwanadamu ni dhaifu. Ila yale yote yasiyotokana na Kristo usiyafanye kwa sababu sio asili ya ule uliyembeba. Ndio maana nimesema sijaruhusu na sisemi kwamba eti wewe wake wawili. Hapana, maana mimi nina mmoja na sitaki kuwa na zaidi hapo. Safi sana. Tunajua ndoa ni agano. Ndio. Na popote ambapo panafanyika agano lazima pamwagike damu. Ndio. Sababu kama Yesu alitoka kule kuja kutufia msalabani, damu imemwagika. Ndio. Je, unaamini mke wako ndo ule mke wa ujana wako? Hiyo ni swali iliyo ngumu kidogo sasa hivi kwa sababu unamjua mtu ambaye hukuishi na yeye. Kuna kweli ambayo alio nayo kwenye moyo wake ambayo Kristo yeye pamoja na shetani aliyemshawishi kufanya ile kosa madhambi ndo anaujua hilo tukio. Kwa hiyo kuna ugumu wa yeye kukufungukia ilikuwa niko hivi. Kuna wengine wanaotembelewa na neema ya Mungu kusema Bwana kulitokea hivi hapo awali na mimi niko hivi na mimi Bwana iko hivi, lakini ni vigumu, ila najua ule ndio mke Mungu aliyeniandaa atakayekuwa wangu mimi. Lakini kama kuna makando yaliyotokea kabla ya mimi kuwa na yeye, Kristo anajua kama alitengeneza na Mungu wake ama kutengeneza ni hivyo. Lakini mimi najua yule aliandaliwa kwa ajili yangu mimi na ndiye mke wangu mimi ninaishi. Toka umemuoa umesema uruhusiwi kuoa wanawake wawili. Ndio. Wewe ndio sio kibiblia. Ndio. Ushawahi kucheat? Niliwahi kucheat wakati niko kijana. Nilikosea, nilienda, unajua ujana ni maji ya moto, kama nasema hivyo. Niliwahi kucheat tu, lakini pamoja na hayo yote mwisho wa siku unajikuta kile unachotaka ukifanye na kile unachotaka kile usichotaka ndicho unachokifanya. Siku zote mwili unashindana na roho inashindana na mwili. Wanazungumzia hivyo. Ilitokea na nikakiri nimekosea, naomba nisamehewe. Nilifanya dhambi, hiyo ni dhambi kwa sababu sio kosa, ni dhambi.
hiyo unaitwa ni washarati, udhinifu. Tayari uko kwenye ndoa unaenda kufanya kitu kama hicho, na naomba watu wa Mungu wanisamee kwa lile ambalo niweza kulifanya. Kwa hiyo mimi nimempokea Kristo kuwa Mungu na Mwokozi, na aliyempokea Kristo huwa na neema. Kama kuna kitu alichokifanya kio kizuri akizungumze ili, kwa sababu leo haitajirudia. Inawezekana ilikuwa ni siku pekee mimi nikuja kusema ambalo litakayoleta amani ya moyo, ama litakalo tengeneza safari ambayo ilikuwa na ugumu iweko kuwa rahisi. Mimi sijui kesho yangu ni lipi, lakini alizungumzaga hili akiwa hai. Kuna neema yake Mungu ametaki kwa hivyo. Kuna ambao wamewahi kufanya, kuna watumishi wanaoishi kwenye huduma na watoto nje, lakini hawajawahi kuja kusema hivyo. Lakini mwisho siku mnahisi ni mtumishi wa Mungu, lakini kwenye kitabu cha uzima Mungu hamjui. So tuishi katika namna ya kujua kama kuna kitu hakiko vizuri. Sio lazima uje kuongea public, lakini unaweza kutengeneza na watumishi wa Mungu na Mungu wako na mambo yakakaa vizuri. Ushawahi kuzaa nje? Ndio. Una watoto wangapi? Mmoja. Ndio. Hapa Marekani? Ndio. Mimi ni Mkristo kama gisi nilikwambia. Maandiko nasema kweli itatuweka huru. Mimi yupo Texas. Yes. Ndio huyo ambao ulicheat. Ndio nilikwambia kwamba ati nilitenda dhambi. Ile ni dhambi. Ile ni dhambi ambayo niliifanya, na naomba Mungu anisamee, na pia watumishi wake waendelee kunisamea. Sitamani kuirudi kwa sababu dhambi inatutenga na Mungu. Unajua ukifanya kosa, hata mtoto akifanya kosa huwa anaogopa hata kufika kwao. Na aliyekuwa anaingiaga kwao na wewe ujue hivyo kunyumbani wako vizuri. Lakini ukiona kizingua huko, dada papa iko, unajua hivyo anajua kuna kitu alichokifanya. Sasa una uhuru unakuwa na ukosa. Kuna barrier ambao kuna pazia na kuwa. Sasa hiyo dhambi inatutenga na Mungu. Na tunapokuwa tunakosea kama vijana, of course asili ya mwanadamu ni dhaifu, na ni jaribu linalotokea, ni ajali kwenye safari, lakini sitamani litokee kwa sababu kuna vitu na vipunguza katika ufahamu wa Mungu. So ipo hivyo, ndio maana nikasema Mungu na watumishi wa Mungu wanisamee. Sitamani kufanya tena hivyo. Mama mtoto wako bado unawasiliana naye? Unatoa huduma kama kawaida? Sasa hivyo ni vitu vya private. Au unatamani kumuongeza au mke wa pili? Hivyo ni vitu vya private. Hajakatazwa kwenye Biblia. Maandiko yanasema asiyejali wa nyumbani mwake huyo hafai. Kwa hiyo ni mtoto kama watoto wengine, lakini swala la kujua anamhudumia anafanya nini, hilo ni kitu ambacho sije kuja kuongea kwenye media, kwa sababu ni swala la kibinafsi, kwa sababu mwisho wa siku ile inakuwa ni damu yangu. Kwa hiyo ukiwa ni mwanao, kila aliye mzazi anajua mapaswa na matunzo na malezi kwa mtoto. Kweli. Nasema umefanya dhambi usirudie tena. Kwa hiyo ipo hivyo. Muda wetu hautoshi. Tulikuwa na Joshua Promise, mtoto wa neema. Kweli. Ametoka Texas, ni Texas Dallas, Texas. Dallas, Texas hadi Arizona. Tumepata nafasi ya kufanya naye mahojiano. Tunashukuru Mungu sababu kukutana Marekani sio kitu cha kawaida. Unaweza mkapotezana miaka 2, miaka 3, tena mkija kukutana ni neema. Kweli. Kama jina lako. Kweli. Kwa hiyo waambie neno la mwisho mashabiki wako, kipi watarajie, kipi kinakuja. Hivyo. Kamera yako hii. Nashukuru zaidi sana kwanza kuwepo kwenye kipindi cha muda hapa AZ News, kwenye studio za AZ News hapa Arizona. Ni mtoto wa neema wetu isangia malobucho waso mnalobucho nunge. Nashukuru Mungu kunipa uhai na kibali tena kuona mwaka wa 2026. Wengi walitamani wajafika. Nashukuru Mungu, lakini pamoja na hivyo huduma bado zinaendelea, kwa sababu Kristo anasamea na kusahau. Wanadamu wanabaki na kumbukumbu. Wakati upo sahihi wanadamu hawakuzingatii, lakini pale unapokosea hawasahau vile vile. Lakini tuishi kwa kusamea, maana tukiishi kwa kusamea maandiko yanasema Mungu atatusamea. Tuendelee kuishi kwa upendo, maana ndio amri kuu tulioachiwa. Usipokuwa na upendo mbingu utaiona. Itasema unampenda Mungu na unaishi naye muelewane vizuri. Kama kuna watu ambao bado wanahisi wako na tofauti na mimi, waje tutengeneze, tuyaseme na tukae vizuri. Lakini kazi kubwa tumezifanya kwa siku hizi 2, watu wategemee kuzitoa. Sitataka kusema ni kazi gani, ikifika muda wa kuanza kuzipromote ama kuziongelea watazijua. Ila ninapokuja hapa mara nyingi watu sikuji kuzurura kwa lugha kama hiyo. Nikija kuiona familia pia ndani yake kuna kazi. Kwa hiyo kuna kazi ambazo tumezifanya, watu wategemee wakati na siku sahihi ya kuzirelease wataona. Mungu awabariki sana na wapenda. Asante sana. Muda wetu hautoshi.
tunaenda kukifunga kipindi, ila mimi siwezi kuacha hivi. Ndio. Nataka utoe neno moja, sababu naangaliaga sana kwenye posti za mwanadada hapa Kongo Queen anakusapotigi sana. Ndio. Natamani umpe neno moja tu. Kongo Queen popote ulipo, ni mtoto wa Neema Mboto Bashimuma. Ni moja ya, unajua Mungu anakuletea watu kwa ajili ya kukusapoti, kukushika mkono. Kama gisi Mungu alivyomleta Aruni kwa ajili ya kumsaidia na kuwa pamoja na Musa kwenye safari ya kukomboa wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu anawaleta watu ambao asikie lako jema au baya bado yuko na wewe. Kuna watu wa hatima Mungu anawaleta kama vile akina Kongo Queen. Ni mdada ambaye nimebarikiwa na yeye. Wengi wamekuwa kisema labda natoka naye kimahusiano. Hapana. Niko mbele ya macho ya Mungu. Ni dada ambaye tunaheshimiana. Nafikiri hata ulimuona leo amejitoa kuacha kazi zake zote kwa ajili kuja kusapoti kazi kwa namna ambavyo ya huduma, which is niko so blessed kwa hiyo aina. Kwa hiyo Mungu aendelee kumtia nguvu. Ana bidhaa zake za nguo ili watu wapendeze. Mungu amfungulie mafanikio na kibali pamoja na pesa nyingi katika kazi anazozifanya, kwa sababu anawekeza ili aje kusaidia. Sijui ndoto zake ziko vipi, lakini zaidi ya yote Mungu amlinde Kongo Queen. Tunahitaji 5 wa 6 kama wale, na Mungu akutie nguvu. Akutie nguvu zaidi na zaidi, na kutia uhai ili uzidi kuona kazi zaidi. Nakupenda sana dadangu kama jinsi unavyonipenda na unavyoniheshimu. Nilitamani tuweze kukata chini tuongee vya kutosha, lakini mimi nahisi itarudiwa tena. Wanasema irudiwe, itarudiwa tena. Yeah, Mungu akubariki sana Kongo Queen. Yeah, asante kwa muda wako. Muda wetu hautoshi. Instagram to follow AZ News, TikTok tupo pia AZ News. Oya, pamoja sana.